Hey guys, this is your guy Paul, and I was just scrolling through Facebook, and I saw another guy who is also a realtor like me, advising people against buying plots 50 by 100 in places like Kitengela. Okay, probably hamaanishi Kitengela town, but huko ndani kwenye zinauzwa at 300k, 400k, 250k, and other places like Malindi, advising people ati cause mulipelekwa site visit na flight, ati wewe ndio mjinga, ati the day you will go back there utajua kuna shida ya transport, utajua kuna shida sijui ya nini. But let me tell you something, as an investor, usikue discouraged na such advices. Pesa ni yako, get that straight. Pesa ni yako. Another thing that you should know, probably I have seen he has been selling land, I don't know, in Kabati, I don't know, Keno, plots that are going over 1 million. How many people have 1 million? How many of you have 1 million sitting idle somewhere? How many of you have 1 million? How many of you can afford plots of 1 million? Let me tell you something. As long as land is genuine and clean. Sasa si watu wameuziwa shamba Maroloi. Sijui I had the guy Defao. Is it called Defao ama Defaco? That guy mwenye alipoteza mansion it. Very sad. Anasema he bought his plot at 7 million. That plot is next to Windsor Hotel, Windsor Resort. That plot 50 by 100 anirunua 7 million. Hakukuja akabomolewa hiyo nyumba. So he lost the house which is over 30 million. He lost the plot which is over 7 million. So in total he lost over a minimum of 30M. Sasa si kila mtu akona that kind of money. So me what I'll tell you, if the land is clean, if the land is genuine, it has clean title deed, you can track its history, enda ununue. Hakuna mbali kwa shamba. Now, I will give you a story. There's a client niliuzia shamba huko Kitengela. Aliniambianga alikata shares za Zimmerman. Alikuwa anafanya kazi kwa Nairobi County. Na walikuwa nakata share moja na 5 bob. Sasa bwanake ni mama. Bwanake wakakosana hiyo wakati. Sababu huyu mama alichukua loan ya 10 bob. Akachukua loan ya 10 bob. Akate 2 shares. Akate 2 shares za 10, I mean ya plot pale Zima. Haya, huyu mama bwanake akamuuliza kwa nini unapoteza pesa? Guess what? Zima that time ilikuwa swamp. It was swamp, no one wanted a land there. Watu wakaju wakabebelezwa wachukue plot huko, no one wanted a plot there. Everyone was saying ni mbali, ni kwa swamp. Guess what? Uwe mama nikimuuzia plot Kitengela, that was back in 2020 time ya COVID. I remember very well. Aliniambia aliuza hiyo plot yake na 6 million, 50 by 100, akauza plot moja, akajenga hiyo plot nyingine. Hiyo plot nyingine amejenga. And guess what? She's earning over 500,000 in rent every month. Sasa nikuulize, utasemaje ni mbali? Haya. I hear people saying, wanauliza their grandfathers that wakati shamba zilikuwa zinauzwa 20 bob, 100 bob, walikuwa wapi? Where were they? Mbona hawakuchukua mashamba? Mbona hawakunyakua mashamba like others? Let me tell you, in those old days, most lands hazikuwa na title deed. Ilikuwa ni shareholding, like unachukua card share, you buy a share. Okay? Like I remember, I'll give you an example. Kama my grandfather, there was a land actually tulienda kutafuta. This video is going to be a bit long, so forgive me. There was a land tulienda kutafuta, iko na huko side za Nyahururu. So, hiyo shamba, my grandfather alinunuanga shares like very many years before hata sisi tuzaliwe. Like my father was my age. No, actually my father was younger than me. I'm now turning almost 40 and my father was younger than me. Alichukuanga shares huko. Share moja ilikuwa ni 1 acre. So he took I think 5 or 6 shares. Na alikuwa anauzua, I don't know, medageli una shilingi igere Rofia, not 2 bob. It was 10 cents. Ile iko na kashimo katikati. 10 cents. And guess what? My dad could not even remember where that land is. We had to do a rigorous activity, kazi, to go and source for that land. And guess what? Tuliipata hiyo shamba ikiwa intact. Luckily, hakuna mtu haikuwa invaded. Ni watu tu walikuwa wanalisha ng'ombe huko. And where that land is right now, there is a shopping center
right next to that land. So in a shopping center there's a very big land of like 5 acres yenye haijajengwa, yenye iko just blank, but surrounding it kumejengwa shopping center. Do you know a plot there, if I was to sell a plot there, I would sell a single plot at 500,000 plus minimum. Ploti moja, guess 5 acres, nitauza hizo ploti pesa ngapi? So usidanganywe na mtu uambiwe ati wewe usinunue Malindi. My friend, hizo ploti zinauzwa Malindi za 80k, 100k, so long as it has a clean title. Anaambia watu weke pesa kwa money market, atupeangwa so mbili. Hiyo pesa ukiweka, ukipewa so mbili umekula, imekusaidia na nini? As long as it has a clean title deed, wewe enda uchukue, wacha kuweka hiyo pesa kwa bank ama kwa money market. Hizo money market works for people who invest large amounts of money. Like if you have 10 million, 5 million, 50 million, 100 million lying idle, enda uweke kwa money market. Hiyo usiweke kwa real estate, enda uweke kwa money market. Actually that one works very well because you get tangible results. Sasa nikuulize, umeenda umeweka 100k, money market inakwambia itakupea I don't know 10% per annum. That is like 10k per year. 10k per year divided by 12 months. That is less than 1,000. Yeah? That is less than 1,000 per month. No, not, is it 1,000? Yeah, 1,000, 10,000. Yeah, less than 1,000 a month. Itakusaidia na nini? Tuambiane ukweli. But let me tell you something. As long as hautafuti plot ya kujenga immediately, kama hautafuti plot ya kujenga immediately, like you want to vacate there tomorrow, build there tomorrow, chukua hiyo ploti. If it has title deed, you can verify and it is clean, chukua hiyo ploti regardless iko wapi. Hakuna mbali kwa shamba. I don't know kama unanishika hapo vizuri. I've been real estate since 2015 and I can tell you hakuna mbali kwa shamba. The next video I'll tell you what happened, because hii video imekuwa mrefu sana, so wait for part 2.